Mahusiano ya watu leo hii yanaharibika sababu mwanamke amekosa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Na hili liwaguse sana dada zangu. Haleluya. Watu wa Mungu, tujifunze heshima. Kama mnakumbuka Daudi, Nabii Samuel, Mungu anaongea na Nabii Samuel. Anamwambia Nabii Samuel, hata leo utamlilia Sauli ambaye mimi nimemkataa. Anamwambia, amka sasa, nenda huko kajitwalia mfalme katika nyumba ya Yese. Huko mimi nitajitwalia mfalme. Nabii Samuel anaenda katika ile nyumba ya mzee Yese. Anamwambia mzee Yese, niitie watoto wako wote. Biblia inasema akawaita watoto wake wote. Sasa lakini akamsahau mmoja ambaye ni nani? Ni mchunga kondoo. Akamsahau huyo. Akawaita ambao wana nyota za kipolisi, akawaita ambao ni wanajeshi, akawaita watoto wake ambao wamepitia JKT, wanaonekana kidogo wana vigezo. Alafu utagundua sasa jambo moja, mtu wa Mungu. Siku zote utagundua watu wengi ambao wanaitwa na Mungu, fuatilia hichi kitu. Watu wengi ambao wanafanya vitu vikubwa, utagundua wakiwa kabla ya janzi hawafanani kabisa kile wanachoona kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ndio maana anasema kujifunze heshima. Kujifunze kuheshimu kila mtu, sababu hujui nini Mungu amekiweka ndani ya mtu. Angalia Nabii Samuel anafika pale, anaanza wa kwanza, anawaita wale watoto. Anaanza wa kwanza. Mungu anasema sio huyo. Mpaka wa mwisho anasema sio huyo. Sasa Nabii Samuel mwenyewe anashangaa. Anamuuliza mzee, watoto wako wote hao? Mzee anamwambia, kuna kijana wangu mmoja hivi ni mchunga kondoo, ngoja nikamuite. Nilimsahau. Yaani maana kwamba Daudi alikuwa ni kama extra. Anamwambia, ngoja nikamuite. Anamwambia, mkamlete huyo tumuone. Maana yake Nabii Samuel mwenyewe amesha kwamba atakuwa ni nani sasa? Au nimekosea kusikia vizuri, kumsikia Mungu vizuri? Maana hao wana vigezo, wamevaa combat sasa hivi. Wanamuita yule ambaye sasa ni mchunga kondoo. Ameshika kombeo lake. Ambao anachungiaga kondoo. Wanafika pale, wanashanga Mungu anasema ndio huyu hapa, mpake mafuta. Huyu ndio mfalme. Bwana Yesu asifiwe.